Hey, wazee, habari za jioni, wadau wa mchezo wa draft, mashabiki, wapenzi pamoja na wadhamini. Nawasalimia sana, habari za jioni. Hii sauti ya mwanasayansi wa ulimwengu, baba la mabao duniani, CR7. Wazee, wadau wengi wamenifuata inbox, wadau wengi sana wamenifuata inbox kuanzia jana usiku mpaka leo ninavyoongea hivi, bado naendelea kupokea simu na message wakiniomba kwamba nitoe audio nielezee kile kilichotokea jana, kutokana na alikadhalika kamisa wa mechi Chande sidhani kama ana smartphone. Kwa hiyo manake wao ndo walitakiwa watoe ufafanuzi, yani beka kiuhalisia ndo alitakiwa atoe ufafanuzi kilichotokea jana na nini ambacho kimeleta source, yani kiini cha tatizo. Kwa hiyo kwa sababu wao wamekuwa wako busy, wameniomba mimi kama mimi nitoe ufafanuzi, nielezee kilichotokea jana, kwa sababu kuna sintofahamu nyingi zinaendelea. Kama kawaida, mimi on time niko pale Manyanya, nishafika pale. Kufika tu nikawasalimia wadau pale, asalamu alaykum, nikaelekea chooni, nikarudi nikakaa kwenye benchi. Kwenye benchi mimi sijachelewesha, mimi nikaanza mchezo moja kwa moja. Nikaanza tege faster tu. Mchezo umeenda. Sasa hakuna chochote ambacho mimi nimeongea. Baadaye naona Yobe anaanza kusema kwamba yani wewe unaiteta majigambo yako hapa, sina nini. Yaani kuna chochote hata nikaongea. Yaani hapa leo hamna goli la nani wala la nini. Yaani hapa leo tucheze bao. Yaani hamna magoli ya vini macho. Sina nini. Sasa mimi nikashangaa. Nikamwambia Chande, hivi unasikia malalamiko ya Yobi? Akasema nalalamika nini? Nikamwambia msikilize, Yobi, hebu toa malalamiko yako kwanza kwa kamisa ili kamisa yashughulikie. Unaona Yobi akawa amebaki kadua. Unaona, yani haelewi kwamba yani kuzikwambia sema mimi na majigambo nimegamba nini hapa? Maana mimi sielewi. Yobi akawa amebaki kadua. Umeona? Sasa wewe mbona unanitisha yani kama nani hivi, yani unajijunga nyonga sio nini? Unaona, yani nikaona huyu sasa leo kama naona kama kaamka vibaya. Umeona, nikaona kaamka vibaya. Of course kwamba yani kila siku anamkaga vibaya. Hakuna siku ambayo kaamka vizuri. Umeona? Ila nikaona leo kana huyu hayuko sawa. Basi, kama imeenda. Unaona imeenda, Yobi bwana akapata goli. Mimi niko kimya tu, Yobi akapata goli bwana, akaanza sasa unaambiwa zile mbwembo, unaambiwa yani leo shida nini? Yani mimi ndio Yobi D'Souza shida nini? Si magdishi ndani anaongea vitu vikolo bwezo kibao. Nikamwambia sasa wewe umetoka kulalamika sasa hivi hapa. Umeona kwamba draft kwamba yani mimi nimeleta vitu gani ambavyo baadaye umeshindwa ku evidence, yani mwisho wa siku umebaki kwamba kama vile unazusha mambo. Unaona, lakini ngambia okay anyway, tucheze mechi. Ngambia okay anyway, tucheze mechi. Sasa bwana ndio nikapeka ile ndugu za mwaka 2008. Nilipopeka ile ndugu za mwaka 2008, unaona nikawa nimesawazisha. Sasa niliposawazisha pale, Yobi akapigiwa simu. Umeona akapigwa simu ya kwanza. Kupiga simu ya kwanza nikamwambia Chande, vipi mbona anapokea simu anaongea na simu? Umeona Chande akasema Ronaldo bwana, mambo ya simu bwana vitu vya kawaida tu. Yaani nimwambia hapo ni Chande hapo. Mambo ya simu ni mambo ya kawaida tu. Umeona, wewe mwache tuongee na simu, akimaliza atacheza. Umeona? Sababu kashaomba kwamba sekunde zifanye zisimamishwe. Mimi nikaona hapa ngoja kwani uchune. Nikauchuna hiyo mara kwanza. Kupokea simu ikananio, tukaendelea na mchezo. Mbungi imepigwa. Sasa Yobi akawa anatembea visigino. Yaani mabao akawa anatembea visigino. Mimi nafahamu kabisa mchezaji akishaona anatembea visigino lazima cheating ziazi. Sasa baadaye akapigiwa tena simu nyingine ya pili. Umeona akapigwa tena simu nyingine ya pili. Akamwambia Chande, naomba usimamishe sekunde niongee na simu. Chande akasimamisha sekunde.
Iwobi akaanza kuongea na simu. Nikamwambia Chande, ile jambo hapana, haliwezekani. Sasa huyu muda wote anaongea na simu. Hii simu mnajua anaongea na nani? Nisikizeni kwa makini na natoa hoja za sapo. Watu wote wamekaa wananisikiza. Huyu anaongea na simu hivi. Umeona, anataka si nini, si simenti, si chips, si zimefanyaje, si kule, si boda boda imefanyaje. Mnajua anaongea na nani? Chande akasema anachokiongea sisi tunakisikia hakina mazanga. Ambeje unakisikia hicho anachoongea Iwobi au yule ambaye anaongea na Iwobi? Kwa sababu anaongea na Iwobi tumsikii. Simu haiko loud speaker. Simu iko yani Iwobi ndo anaisikia anaongea naye. Kwa hiyo wewe unaelewa kama labda Iwobi anachukua maelekezo ya mchezo ya nini. Umeona wewe unajuaje yani? Bora angeika loud speaker tungesema huyu kumbe anaongea naye kweli, anatoa maelekezo haya. Nilipotoa ile hoja Chande ikawa kweli ile hoja ikawa imemshinda. Nikamwambia unasemaje kuhusu hilo? Akabaki kimya. Chande kabaki kimya afu kama wanaangalia na usoni hivi. Nikamwambia sasa huyu anachokifanya yeye, maana yake sasa mimi nikitoa simu yangu, kwa mfano hapa nikitoa simu yangu na mimi sasa ninaweza nikafanya jambo lolote. Kwa mfano sasa nikatoa mfano, kwa mfano umeona Dalmax na mimi nifanye yani ujinga anafanya yeye, na mimi nitoe tu Dalmax na mimi hivi, huyu je atakubali? Watoto pale wakaona kwamba huyu anatoa mifano. Sio kwamba eti nimetoa simu nachezea dada. Natoa mifano ili hoja zangu ziweze kuwa na mashiko. Kwa sababu nishatoa malalamiko mara ya kwanza, watu kimya. Mara ya pili inaonekana lile benchi lenyewe la makabisa ni kama nao lilikuwa limepewa maelekezo. Bora kwao nikawa nimeona hizo dalili zote. Umeona Kwa sababu mimi ninavyofahamu mechi zinavyochezwa mechi. Swala la kuwa wachezaji kwanza kuwa na simu na kwanza alipo. Wachezaji kabla mjakaa kwenye benchi mnaambiwa tena simu zenu kabizini kwa watu mnaowaamini au mpeni kamisa au mpeni mratibu. Umeona ili mechi ichezwe na mchezaji na mechi ikianza mtu aendi chooni mpaka mchezo uishe. Hizo ndio sheria ambazo sisi tumejiwekea na kila mchezaji anazifahamu. Umeona lakini hizo sheria cha ajabu kabisa kwenye mechi ya Ronaldo zinakuwa hazitumiki. Yaani opponent wangu anakuaga yeye ana uhuru wa kufanya jambo lolote. Umeona Yaani opponent wangu huwa anaambiwa afanye jambo lolote, ana uhuru. Kwa hiyo Chande alimpa kiburi Iwobi. Yaani hapo tunakwenda moja kwa moja kwenye source. Kwa sababu Chande alitakiwa aseme kwamba Iwobi uruhusiwi kuongea na simu. Hii ndio last warning. Naomba ukate simu. Kabidhi simu kwa kamisa, Ronaldo lete simu, endelee na mchezo ili mechi ichezwe iishe kwa amani. Yaani kamisa angeongea hivyo kila kitu zani kingekuwa kimekwisha. Lakini kabisa yeye akatoa order kwamba Iwobi mwache ongee tu na simu. Umeona? Sasa nilipotoa mfano Iwobi sasa akawa ameshaanza kufanyaje? Akawa kama kashaanza kupaniki. Umeona? Kashaanza kama kupaniki. Umeona nafikiri pale ndio zogo ndio lilipoanzia. Umeona Wewe sio kila kitu unapanga wewe Iwobi, sio kila kitu unapanga wewe Falani, si umekwenda South Africa, si uko na yani kanitukana matusi yote, kaambia wewe tukana tu, wewe tukana wewe pale kwanza ngoja mimi wewe unataka nikuue, si nataka nikupige. Yani hakuna siku kugombelezea. Sina nini, yani Iwobi anajimaliza maneno yote. Umeona yani ndio ukiona ile video kwa makini pale. Yeye Iwobi alikuwa anataka kunirukia watu wakamdaka. Mimi nimekaa tu kwenye benchi. Nimekaa tu kwenye benchi. Kimya akanambia, "Wewe tukana, fanyaje?" Umeona na kuna muda nikamwambia kabisa kwamba wewe si ndio ulinipigia simu kama unataka mechi? Sasa mbona unaleta vitu ambavyo yani vitu vya kipumbavu, yani vitu vya kijinga unaleta. Umeona? Kwa ile mara ya pili akaja akakaa tena kwenye benchi. Akataka mechi iendelee. Umeona? Mara si tena akakurupuka tena. Akarusha boxing wanasema ile jebu ile au tunaweza tukasema left hook, akarusha left hook. Uone ile left hook ikawa haikunipata, sema ikawa yani vidole ndio kuna jamaa anaitwa James Boy, anaitwa nani? Uone Boy jamani, boxing kutoka Mwananyamala, ile akawa ameikamata yani kama ameiputa fulani, kwa hiyo kidole kile kikawa kimefanyaje, kikawa kimenituvuga hapa jichoni. Lakini mimi kwa sababu ni mtu ambaye nilishaenda sehemu mbalimbali, umeona, nilishaenda
kwenye nchi za watu, nimesoma mazingira, nimesoma maisha jinsi yalivyo. Nimerudi afu nikaangalia mimi mwenyewe kwanza hapa na majukumu kibao, ada za watoto zinanisubiri. Umeona, mambo mengi sijafanya bado, sijakamilisha. Umeona, afu nikaona huyu anataka turudishane miaka ya nyuma huko. Umeona, kwa hiyo mimi nikawa kama nimempuuza, lakini bado nilikuwa najaribu kwanza kumtathmini. Umeona, yani bado nilikuwa pale kama namtathmini, namwangalia Iwobi hivi Iwobi. Yani huyu anaonaje yani? Umeona, yani kaongea maneno mengi sana. Umeona, kwa hiyo mimi nikawa of course nikawa nimejaribu kuzidhibiti hasira zangu. Ndio maana sikunyanyuka kwenye benchi pale. Umeona, kuna muda akawa nataka kuputa simu kwa sababu nilikuwa najaribu kuchukua maelezo ya Shabani Katoto. Shabani Katoto alikuwa anamwambia Iwobi, unachofanya sio sahihi. Iwobi, unachofanya sio sahihi. Hii mara zote unapigiwa simu, unaongea na simu. Hiyo sasa, hiyo unakuwa sio mchezo. Umeona, hiyo simu ukipigiwa tena mpe mtu, ndio ampe maelekezo huyo mtu. Yaani utoe maelekezo kupitia huyo mtu. Umeona, mpe mtu simu. Umeona, kwa hiyo hicho ndio kilichotokea jana. Umeona, hicho ndio kilichotokea jana. Kwa hiyo wadau wa mchezo wa draft, nikiwa kama mchezaji wa draft legendary since 2001 mpaka leo 2006, yani kwamba kitendo kilichotokea jana ndio hicho. Umeona, na mchezaji ambaye nimecheza naye ana matukio